ni kwamba Kenya itapatiwa nafasi ya kuandaa mashindano ya AFCON ama ukipenda ubingwa bara Afrika kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya taifa hili. Sasa tuangazie mashindano ya olimpiki. Nimezungumza na katibu mkuu katika kamati ya olimpiki nchini Kenya NOC, Francis Mutuku. Anazungumzia maandalizi na wanalenga kabisa kupeleka idadi ya wanariadha ama wachezaji 100 kwenye mashindano ya olimpiki mwaka 2024 huko Paris, Ufaransa. Lakini wanafanya nini kuhakikisha kwamba hilo linatimia? Nimeanza kumuuliza kwa swali, maandalizi yakoje? Kwa sasa hii muda ndio ile tunasema ni muda important sana kwa sababu kutoka sasa mpaka mwisho wa mwaka ndio tutakuwa na team nyingi, zile tunaziita team sports, zinaenda kwa mashindano ya qualification. Vile watu wengi wanajua ni kwamba kwa sababu hatupati nafasi nyingi kwenda kushindana huko nje, kwa tunangoja ile slot moja ya kupigania kupata ile ya Afrika. Ukiangalia rugby hatukupata nafasi vizuri katika ranking, hockey hatuko katika ranking mzuri, kwa hivyo tunangoja ile kupigania the slot ile ya Afrika, na hii period sasa ndio kila team imeenda. Tumekuwa tukiambia watu wa Kenya kwamba mashindano siku hizi ni ngumu sana, na ile muhimu sana ni vile tunajitayarisha na vile team tunajitayarisha. Tukipatiana example ya team, sio kama mtu mmoja anaenda kukimbia ama mtu mmoja anaenda kucheza. Team inatakikana watu wakuje pamoja, wazoeane, kocha wazoe, awajue ni nani. Na sasa ndio umeona tumekuwa tumeweka grant ya pesa kidogo kusaidia team sport especially, kwa sababu tunajua kwa time ile wanaenda kushindana ni time fupi sana. Kwa hiyo tunawapatia pesa ili waite au players waanze train mapema. Wakipatrain mapema kama sasa tulifanya hivyo mwezi uliopita kwa hockey women's team. Rugby walikuwa already wamezoea, waendelea na mazoezi yao. Ile pesa tuliwapatia ilikuwa ya kuongezea. Tunangojea rugby women's watoke South Africa, pia tuwaongezea pia pesa ya kuendelea kutrain. Ili pesa ile inaingia kutoka serikali ya kuwapeleka na kuwapatia camp ya siku kadhaa, siku 20 ama siku 10, iko imewasaidia sana. Kwa wale wengine wale tunaita individual sports, kuna wale already tumetuma Miramas, kuna taekwondo athletes 3. Mmoja anaitwa Sharon, amekuwa kwa scholarship huko Ujerumani, amewajoin ndio waende wakakuwe na competitions kadhaa, pia washirikiane ili wakitrainiwa kwa hizi siku chache watakuwa hapo, tuone kama watainuka kidogo. Ule mwingine ni Priscilla, ule ni kutoka kwa sports shooting, pia yeye atakuwa hapo kwa siku karibu 21, alafu aende kwa Africa Championship. Na tunatarajia hii nafasi amepata kwenda France itamsaidia ili ya kwanza apate points zile zinahitajika, na ya pili attain position nzuri akienda kwa African Games. Kwa hivyo tumechelewa kidogo, kwa vile sisi husema matayarisho lazima ianze immediately Olimpiki ikiisha. Lakini kwa sasa tunafanya kila juhudi tuendelee nazo. Ile kubwa sana tunangojea watu warudi kutoka Diamond League, hii wale walikuwa hapo jana, ili tukue na meeting na Athletics Kenya, ili sasa tuanze program ya Athletics Kenya. Pia hiyo tutataka tukishirikiana nao, tukikubaliana tuanze program ya mapema sana. Labda ni changamoto gani umepatana nayo ama mkumbana nayo katika maandalizi haya? Manake timu ni nyingi, wanariadha ni wengi kabisa, michezo ni kadhaa, michezo ni mingi ambayo inawakilishwa na Kenya kwenye mashindano ya olimpiki. Ni changamoto gani umekumbana nazo? Wakati na pesa, hizo ndio changamoto ile kubwa sana. Wakati ni kwa sababu tunaanza mara nyingi, tunaanza ile serious training late sana. Ile ingine ni pesa. Kwa sababu pesa sasa ndio inatufanya tuanze late. Kwa vile kama tungekuwa tumepatia watu wote nafasi kwenda kucompete mashindano tofauti ulimwengu, wangekuwa wakianza kuongeza points, na tungengojea hii last minute kushindana hiyo slot moja ya Afrika. Tungekuwa tukishindana kwa rankings. Kwa hivyo hiyo ni ngumu sana, kwa vile pia Afrika hakuna mashindano nyingi. Ukiangalia kati ya nchi zote Afrika hakuna mashindano nyingi, ile tunaweza kupata kutuma timu zetu. Pesa ni kwa sababu tunataka wachezaji wakuwe wako camp, wakuwe na kocha analipwa vizuri, technical team ile inalipwa vizuri,
pia unajua wengi ni either students ama wanafanya kazi. Kwa hivyo kuambia either wachukue leave ama wachukue nafasi kuja kujitayarisha, inamaanisha kwamba lazima watarajie kulipwa kitu ili ya kujisaidia, chakula, transport, mahali kama wametoka up country, mahali ya kulala ndio wakuwe na training. Kwa hiyo tukipata pesa tunaendelea kuwasaidia. Kwa sababu ya hiyo pesa ile kidogo, tunaangalia vitu mbili. Tunaangalia wale tunasaidia, tunaangalia ranking yao kwa Afrika kwa sasa. Mtu akiwa top 20 katika Afrika tunamsaidia. Ya pili ni latest performance. Anaweza kuwa top 20 lakini hajakuwa na competition for the last 18 months. Kwa hiyo tunaangalia kama yeye ako top within Africa ranking, na pia kama ameenda mashindano na vile alishiriki, kama bado ako na form nzuri. Kwa sababu mahitaji ni mingi vile umesema, lakini pesa ni kidogo. Kwa hiyo lazima tu apply kidogo kidogo. Sasa wote wale wataqualify, tunaendelea kuwa na meetings na Wizara ya Michezo. Na wizara siku hizi imetusaidia sana. Tunaendelea kuwa na meeting ili sasa tuanze kujitayarisha kwenda kwa Olympics. Kwa sasa tunajitayarisha kuqualify. Kutokea November mpaka next year karibu Olympics, itakuwa time ya sisi kujitayarisha. Sasa hiyo ndio itatuonesha vile tunaanza kufanya vizuri, kwa vile tuta expose kila watu. Kutoka timu zile tunasikia ni strong sana kama athletics, kwa timu zile zingine sasa tunataka kuinua kama taekwondo. Pia tunajua wengine hawajabahatika kama boxing vile walienda Senegal kubahatika kupata qualifier, lakini kuna chance nyingine. Sasa lazima tujitayarishe kwa hiyo second chance wakienda kwa the final world qualifiers, ili tupate wanadia wale watakuwa wame qualify kwenda Olympics. Mnahitaji kupata wanariadha wangapi ama wachezaji wangapi ambao watakuwa nafuzu kushiriki mashindano ya Olimpiki? Mnatarajia idadi ngapi? Maana kila taifa lina lengo. Nyinyi mna malengo ya kuchukua wanariadha wangapi Olimpiki? Olimpiki iliyopita 2020 tulikuwa na 87 athletes. Matarajio yetu ni kwamba for Paris 2024 tutapata 100. Tukipata zaidi ya hiyo itakuwa mzuri, lakini hiyo ndio target yetu, kupata at least 100 athletes. Na hiyo inamaanisha kwamba lazima tu qualify kwa team sports. Kwa sasa tunajua Malkia Strikers wako mahali comfortable kabisa ku represent Africa. Tunangojea tuone vile rugby wanaume na wanadada watakuwa. Alafu pia tunatarajia waende wacheze in October South Africa, tuone vile wataenda. Kwa hivyo team sport inakuwa muhimu sana kuongezea hiyo idadi ya wachezaji wale watakuwa kwa timu Kenya, lakini matarajio yetu, maombi yetu ni kwamba itakuwa 100. Mbali na hayo ni kwamba kuna wanariadha ambao mmewapeleka Miramas, ambapo Kenya itakuwa ni makao ya Kenya wakati wa mashindano ya Olimpiki mwaka 2024 nchini Ufaransa. Labda hii kuwapeleka wanariadha huko, kuna malengo gani? Kutawasaidiaje wanariadha ama wachezaji ambao tayari wamefika huko? Kwanza ni tunajua kwanza kwa michezo nyingi hatuna zile vifaa vinasaidia kwa training ya wachezaji. Kwa hivyo objective moja ni kupeleka wachezaji wetu mahali pale equipment, infrastructure ina support ile tunaita elite level training. Kwa hivyo tunapeleka hawa waende wazoee, wajue vile elite training ukua, ndio wajitayarishe vizuri. Ile ingine tunajua wachezaji kuna ile inaitwa cultural adjustment. Unakuta wachezaji wanaenda Olimpiki, wanaenda France. Kwanza siku hizi Europe joto ni kali sana. Ile ingine ni cultural barriers, kujuana na watu. Kwa hivyo mchezaji akienda huko mara kwanza anaanza kuadjust na vitu nyingi sana. Kwa hivyo lengo letu ya kuwatuma France mwaka mmoja kabla Olympics ni ili waanze kuzoea hizi mambo. Waanze kuzoea climate ya huko vile iko, culture vile iko, waanze kujua vile France iko, ndio wakienda huko watakuwa na zile challenges za hapo kwa uwanja, sio zile ziko surrounding. Na pia ni kuwaonesha kwamba vile wana train kama vile hao watu wa taekwondo wamekuwa kitrain na team moja ya France ile na train pia ya Olympics. Pia wanapata motisha kwamba wana train na kila mtu ako kwa hiyo njia anataka kuqualify, na training ni ile tu, ndio mashindano ikifika ajue wako equal basis. Naam, ni katibu katika kamati ya Olimpiki nchini Kenya Francis Mutuku akizungumzia maandalizi ya mashindano ya Olimpiki. Yanaanza tu mwezi mmoja baada ya Olimpiki kukamilika, kwamba mwaka 2020 ilipokamilika ilikuwa ni dhahiri kwamba wanaanza maandalizi mwezi mmoja baadaye kwa Olimpiki ijayo. Manake ni shughuli ndefu na inahitaji sana umakini unapojiandaa. Mimi ni Jeff Mogire naye Mkangai hapa. Mwisho wa siku ni kwamba tunapumua kidogo
Tukirejea tuna mengi, tutakuelezea kuhusu kijana tukujulikana kama Dismas Barasa kutoka Shenderema ambaye anavuma sana huko na amefanya kweli na huenda akawafuata Aldrin Kibet. Siende mbali.